Mtazamo wa jinsi ambavyo watu wanaviona vitu na kuvitafsiri ndivyo ambavyo inaleta maana kwenye vitu husika au kuondoa maana kwenye vitu husika. Ndio maana nilishawahi kumsikia miongoni mwa wasomi wakubwa sana ulimwenguni, alishawahi kusema ya kwamba ukiwa ni mtu wa kujifunza, kila kitu kilichopo mbele ya macho yako kina elimu kubwa sana ambayo hauijui. Hata kichaa yule ambaye anaokota makopo, ukimtazama kwa lengo la kujifunza, kuna mambo makubwa na ya msingi utajifunza kutoka kwake. Lakini kama ukimtazama kwa jicho hili ambalo wengine wengi wanatumia kumtazama, basi utaona kichaa ni mtu asiyefaa na hauna lolote la kuweza kujifunza kutoka kwake. Hayo ni maneno ya msomi mkubwa sana wa nchini Marekani. Tumekuwa tunaishi katika dunia ambayo ina fursa nyingi sana. Tumekuwa tunaishi katika dunia ambayo ina mambo mengi sana ya kuweza kutufanya maisha yetu kuwa rahisi. Lakini shida ni je, tunayaonaje mambo hayo? Tunayatafsiri vipi? Na je, katika kutafsiri tunawekea uzito kiasi gani au tunawekea wepesi kiasi gani? Hakuna mtu ambaye atakuja na kubadilisha muono wako wewe. Hakuna mtu ambaye atakuja na kuanza kukulazimisha wewe uone vile ambavyo inatakiwa. Mtu wa kwanza wa kubadilisha namna ambavyo unafikiri, mtu wa kwanza wa kubadilisha namna ambavyo unaona, mtu wa kwanza wa kubadilisha namna ambavyo unafanya mambo, basi mtu huyo wa kwanza ni wewe mwenyewe. Dunia ina mambo mengi sana makubwa na ya msingi. Na hakika nakwambia, hakuna swali lolote ambalo unajiuliza hasa kuhusiana na maisha yako ukakosa majibu katika dunia hii. Majibu ya maswali yako yote yapo katika dunia hii, lakini yameweza kufichwa katika mabano makubwa na magumu ambayo yanahitaji akili ya ziada katika kuyafumbua mabano haya. Watu wengi wanakufa na shida, watu wengi wanakufa na umaskini, watu wengi wanakufa na karaha, magonjwa na vitu vingine vikubwa. Lakini si kwa sababu hivyo vitu vilikuwa vina nguvu zaidi yao, ila ni kwa sababu wao hawakupata nafasi ya kutambua kwamba walikuwa na uwezo mkubwa wa kuvizidi vitu hivyo. Kuna msemo mmoja unasema ya kwamba kufanya kosa bila kutambua kwamba ni kosa haikondolei hatia. Hatia haiondoki kwa kufanya kosa bila kutambua kwamba ni kosa. As long as umekosa, basi utahukumiwa kama vile sheria inayohusiana na hilo kosa inavyoweza kusema. Maisha kukuadhibu wewe hayaangalii aidha unajua au haujui. Maisha yatakuadhibu vivyo hivyo inavyotatikana, hasa ukikosea katika kufanya mambo kadha wa kadha katika maisha yako. Ulimwengu una elimu kubwa sana, elimu ambayo ina uwezo wa kubadilisha chochote kwenye maisha yako. Watu wachache ambao walibahatika kwa namna moja au nyingine kufungua akili zao kwa viwango vikubwa, kutambua nguvu ya silaha muhimu na adhimu iliyopo kichwani mwao na kuweza kuitumia silaha hiyo, ndio watu wachache ambao waliweza kubahatika kuwa na majibu ya maswali yao ambayo yalikuwa yanawasumbua katika maisha yao. Maisha unayoyaishi na maisha ambayo wanaishi watu walio wengi sio maisha yao. Wengi wanaishi katika kalaa na umaskini si kwa sababu ndio maisha ambayo wanayataka, ila tu ni kwa sababu wamekosa majibu sahihi ya kuweza kubadilisha maisha haya. Nitarudia kwa kusema ya kwamba hata kichaa ana elimu kubwa ambayo unaweza kujifunza kutoka kwake na ikabadilisha maisha yako. Shida ni je, huyo kichaa unamtafsiri vipi? Unamuona vipi? Fursa ni nyingi sana, lakini shida sio fursa. Shida ni je, una hilo jicho la kuweza kuziona fursa? Katika jamii ambayo tunaishi, watu wenye uwezo wa kuona tofauti na sisi tunavyoweza kuona
watu wenye uwezo wa kufikiri tofauti na sisi wengine ambao tunaweza kufikiri, ndio watu ambao wanakuwa na mafanikio, ndio watu ambao wanakuwa na chachu, ndio watu ambao wanakuwa wa kwanza kujilimbikizia mali na utajiri mkubwa. Nini? Kwa sababu they can do what we can't do. They can see what we can't see. Wana uwezo wa kuona vitu ambavyo hatuvioni, lakini pia wana uwezo wa kufanya vitu ambavyo hatuwezi kufanya. Lakini Mungu katika kuumba mwanadamu, aliumba mwanadamu wa kiume, lakini pia akaja akamuumba mwanadamu wa kike. Lakini katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu hakuzidisha viwango vya akili, hakuzidisha viwango vya ufahamu, hakuzidisha, na hakuwahi kusema hilo. Lakini Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Kinachosababisha classes in life, matajiri maskini, kinachosababisha classes kwenye mataifa, taifa tajiri, taifa maskini, it's not about God. It's all about those people around the area, how they think, their mindset. They do have a fixed mindset. Hawezi ukawa una uwezo wa kujenga maisha yaliyo bora ili hali akili yako ni akili mgando. You need to change that kind of thinking into another way of thinking. Lazima una uwezo wa kubadilisha aina hiyo ya ufikirio kwenda kwenye aina nyingine ya ufikirio ambao tunasema that is a positive way of thinking. Na hiyo tunasema hivyo kwamba ni njia chanya ya kuweza kufikiri. Njia chanya ya kuweza kufikiri ni kuwa na uwezo wa kuona uzuri kwenye kila baya linalokuja mbele yako. The ability of seeing goodness in every bad situation that comes into your life. Sio watu wote wana hiyo neema, na sio kila mtu mmoja ana hiyo elimu, na sio kila mtu mmoja ana huo uwezo, lakini ni kitu ambacho ni learnable. Uzuri kwenye hii dunia, kitu ambacho ukijui, ukitambua kwamba sijui, hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ni kutafuta namna gani ya kuweza kujua. Matatizo yanatatuliwa kwa kuyatambua matatizo yenyewe, lakini kitu cha pili ni kutafuta suluhu ya matatizo. Nakumbuka miongoni mwa mwanafalsafa mmoja mkubwa alishawahi nukuliwa akasema hivi kwamba kulitambua tatizo ni tayari umeshaweza kusolve au kulitatua nusu ya tatizo husika. Kutambua tu tatizo. Kwa sababu kuna watu wana matatizo lakini hawajui kwamba wana matatizo. Hivyo basi, nipende kukumbusha kitu kimoja. Unayo nafasi kubwa sana ya kuweza kubadilisha maisha yako, lakini lazima utambue nguvu kubwa iliyopo katika fikra zako. Fikra ndio silaha pekee ambayo inaweza ikapiga uchumi wa maisha yako, inaweza ikapiga uchumi wa afya yako, inaweza ikapiga uchumi wa kila kitu chako. Fikra ndio silaha pekee inayokuwa ina uwezo wa kusafisha kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu. Kama endapo ukiipa nafasi na kuamua kujifunza yale mengi ambayo hauyajui, na baada ya kujifunza ukayaweka katika matendo, utakuwa ni miongoni mwa wanadamu wachache sana wanaoishi katika viwango vya ubora. Ukianza kuishi katika viwango vya ubora, utakuwa ni miongoni mwa binadamu wachache sana ambao wanatengeneza takriban 1% ya binadamu wote ulimwenguni wenye mafanikio makubwa. Na ndio maana huwa napenda kumaliza kwa kusema ya kwamba change the way you think, change the way you act, and your life will change forever.